Lakini kuna ubatizo mwingine ambao umejitokeza, na wengine tumeona mtandao, ni ubatizo wa kuchapa viboko. Ubatizo wa kuchapa nini tena? Viboko. Viboko. Watu wanachapa viboko, na wao ndio unakuwa ubatizo wa kuchapa viboko. Lakini kuna ubatizo mwingine ambao ni wa kuruka moto. Lakini kuna ubatizo mwingine ambao umejitokeza wa kushika mkono. Kuna ubatizo wa kutembea chini ya kulikuwa kuna marekebisho kidogo yanaendelea, na kwa hiyo kukaa na ubatizo wa kutembea kwenye misumari. Kuna ubatizo mwingine wa kutembea kwenye moto, ubatizo mwingine wa kupita chini ya bendera. Ubatizo mwingine ambao ukawa umeandaliwa ni ubatizo wa kupigwa kofi la shavu la upande wa kulia. Unapigwa kofi alafu ndio ubatizo. Kuna batizo ambazo zinachekesha duniani. Ubatizo mwingine ni ubatizo wa kubeba, yani mshiriki mmoja na mbeba mwingine. Huo nao ni ubatizo. Ubatizo mwingine ambao ulikuwa ni ubatizo ulioonekana kule nchini Marekani ni ubatizo ambao eti mtu anabatizwa sio kwa maji, lakini mchungaji anachukua bisibisi, yani anachukua kile kitu ambacho kinatoboa, anakutoboa kwa jina la Baba, anakutoboa kwenye mgongo, kwa jina la Mwana anakutoboa kwenye upande wa ubongo, anakutoboa hapa pembeni ya sikio, kwa jina la Mwana anakutoboa miguuni. Kwa anakutoboa mara 3, nao ni ubatizo. Batizo zimekuwa nyingi sana duniani. Kuna ubatizo ambao umetokea wa watu wanatembea uchi makanisani, nao ni ubatizo. Katika ulimwengu ambao unaenda mwisho na Yesu Kristo anakuja, ubatizo umezidi kuleta matokeo tofauti, na kila mtu anabatiza vile anataka. Na kuna batizo nyingine ambazo zimekuwa za suruba, zimekuwa zipendezi, zimekuwa ni batizo ambazo sio sawa. Lakini tuko hapo kuangalia jioni ya leo ya kwamba je, ubatizo upi ambao Bwana anautaka? Jamani, Bwana asifiwe sana. Hebu kama unanisikia mahali ulipo, punga mkono namna hii. Hii ndio kiu yetu ambayo jioni ya leo imenileta hapa kuangalia, je, ni ubatizo gani ambao Bwana anaupenda au Bwana anaupendekeza? Je, Kristo anataka ubatizo gani? Lakini jambo la kwanza ambalo nataka niangalie, je, ubatizo unaambatana na vitu gani? Je, mtu anayebatizwa anapaswa kufanyaje? Msomaji, twende Marko 16 mstari wa 16. Marko 16 mstari wa 16, msomaji. Inasema hivi. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Biblia inasema aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiyeamini atahukumiwa. Biblia inasema aaminie na kubatizwa atafanya nini? Watu wote ataokoka. Asiyeamini atafanya nini? Atahukumiwa. Kwa hiyo kuamini na kubatizwa ni kuokoka, bali asiyeamini atahukumiwa. Jamani, Bwana asifiwe sana. Wakati tukiwa tunaendelea mbele, lakini tamko lingine limesema, je, Mungu anataka watu wabatizwe? Soma katika kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 19 na mstari wa 18 na 19 mpaka 20. Hebu soma pale msemaji. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. 20. Basi 20 na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Tazama, mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo Biblia inasema ya kwamba basi enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Basi enendeni
ulimwenguni mote, mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Yesu akatoa agizo, akasema imetupasa kwenda ulimwenguni na kuwabatiza watu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Amen. Ndio maana kwenye mikutano hii watu watabatizwa kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana na kwa jina la Roho Mtakatifu. Lakini pia tumeambiwa anayebatizwa sharti la kwanza aaminie na kubatizwa atafanya nini jamani? Ataokoka. Kwa hiyo sharti la kubatizwa ni kuamini. Hebu ngoja nirudie ile kwa makini, mtu mmoja nisikie. Ikiwa unatembea, ikiwa uko dukani, ikiwa uko mahali popote, Biblia inasema ya kwamba aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Jamani, atafanya nini? Atahukumiwa. Lakini kumbe tunaona hapa kwamba ikiwa unataka kubatizwa sharti uwe na uwezo wa kuamini, lakini pia uwe umefundishwa. Maana Biblia inasema enendeni ulimwenguni mote, mkawafundishe na kuwafanya watu kwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana na kwa jina la Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana asifiwe. Sasa katika kuamini, sasa katika kufundishwa, sasa katika maisha tulio nayo, swali ni hili: je, anayebatizwa anapaswa awe na kiwango gani cha imani? Ipo msomaji wangu, nataka tuende katika Biblia nzima na tuone kwanza, jambo la kwanza, Yesu anasemaje kuhusu maisha yetu. Yohana 14 mstari wa 6. Hebu soma pale Yohana 14 mstari wa 6. Yohana 14 mstari wa 6. Yohana 14 mstari wa 6. Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli, tena ni njia ya kweli na uzima, tena na uzima. mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Amina. Jamani, Bwana asifiwe sana. Yesu anasema yeye ndiye njia ya kweli na uzima, na mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya yeye. Haleluya, watu wa Mungu. Hebu kama unanipata mahali ulipo, ponga mkono namna hii. Haleluya. Sasa kama Yesu ndiye njia, lazima tuulize Biblia, je, huyu Yesu ambaye ni njia, je, alibatizwa? Swali ni hili, je, Yesu alibatizwa? Na kama alibatizwa ubatizo gani? Mathayo 3 mstari wa 13 hadi wa 17. Msomaji kanyaga twende. 13 inasema hivi: wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumkataza akisema, mimi nataka kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu. Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo inavyokupasa leo kutimiza haki yote. Basi akamkubali. Naye Yesu alipokwenda kubatizwa, Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Jamani, mara akapanda kutoka wapi? Majini. Watu wote, mara Yesu akapanda kutoka wapi? Majini. Jamani, mara Yesu akapanda kutoka wapi? Majini. Kwa hiyo Yesu alibatizwa akapanda kutoka majini. Sasa lazima mbele safari tutaona, je, kama Yesu alipanda kutoka majini, je, anaweza akapanda kutoka kwenye jagi la maji? Je, anaweza akapanda kutoka kwenye beseni? Je, anaweza akapanda kutoka kwenye kikombe? Je, anaweza akapanda kutoka kwenye jagi? Kama Yesu alibatizwa katika mto wa Yordani, alitoka kwao akaja mpaka Yordani ili abatizwe, sharti la kujua ni hili: kama ingalikuwa
maji machache yanatosha kumbatiza Yesu, akalibaki nyumbani Galilaya, akabatizwa kwa maji ya kikombe. Lakini Yesu akatii sheria, akaenda kubatizwa. Na jioni leo nataka nikwambie, Yesu alibatizwa ubatizo wa maji mengi. Kama unanielewa, shangilia na kusema amen. Jamani, tuseme tena amen. Amen. Yesu alibatizwa ubatizo wa maji ya namna gani wapendwa? Mengi. Maji mengi. Sasa hapa ndipo pa kuweka sikio ya kwamba batizo zimekuwa nyingi duniani. Na nimekuambia kuna watu wanabatizwa kwa kuchapwa viboko, kuna watu wanabatizwa kwa kutafuna majani, kuna watu wanabatizwa kwa kumezeshwa mafuta, wanakunywa mafuta. Kuna ambao wanabatizwa kwa kuchapwa bakora, wanatembea chini ya bendera, wanapewa mikono, wanaandika barua. Batizo zimekuwa nyingi, hata Kenya inawezekana kuna batizo nyingi. Lakini namtangaza Yesu ambaye anasema katika maandiko, alipobatizwa akapanda kutoka majini. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Watu wote punga mkono kama tunaenda pamoja. Amen. Haleluya, haleluya. Swali langu ni ile, hebu malizia pale msomaji. Inamalizia ikisema hivi 18. Endelea. Na Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Na tazama, mbingu zikafunuka. Akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu ya mbinguni, ikasikika ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu nipendezwaye naye. Jamani, Bwana asifiwe. Yesu alibatizwa maji ya namna gani wapendwa? Mengi. Hapa ninatoa zawadi kwa mtu ambaye ataleta fungu kesho linaloonyesha kwamba kuna ubatizo wa maji machache. Nitatoa 5,000 za Kikenya mbele ya watu wote, ambaye atakuja na fungu ambalo linaonyesha kwamba kuna ubatizo wa maji machache. Nitampa zawadi hiyo mbele za watu wote. Labda nirudie tena ya kwamba kama kuna mtu ambaye atatoa fungu linaloelekeza kwamba kuna ubatizo wa maji machache au ubatizo wa namna nyingine, nitampatia 5,000 ya Kenya mbele za watu wote. Jamani, tuseme amina kama mtu huyo atakuwepo. Na asipokuwepo, na tusidanganyike tena mbele zenu watu wa Keroka ya kwamba kama mtu anataka kubatizwa sharti abatizwe ubatizo wa maji mengi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na hapa sizungumzia habari ya dini yoyote, wala siko hapa kuelekeza dhehebu lolote. Bwana amenituma Kenya kusimama katika kweli za Biblia. Jamani, Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana amenituma Kenya kuwafundisha watu iliyo kweli ya maandiko yote. Na wakati tunaendelea mbele, swali ni hili: je, mtu anaweza akaenda mbinguni bila kubatizwa? Swali hilo hebu liandike, alafu upate majibu kwenye Biblia. Je, mtu anaweza akaenda? Twende kwenye kitabu cha Yohana 3. Yohana 3. Umefika pale? Hebu soma Yohana 3 kuanzia mstari wa kwanza kuendelea. Inasema, basi palikuwa na mtu mmoja wa Farisayo. Majibu yanapatikana hapa. Basi palikuwa na mtu mmoja Mfarisayo. Jina lake Nikodemo. Jina lake anaitwa Nikodemo. Mkuu wa Wayahudi. Huyu Nikodemo. Huyu alimjia Yesu Kristo. Akamwambia, Rabi, twajua ya kwamba wewe ni mwalimu. Umetoka kwa Mungu. Umetoka kwa Bwana. Kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya kazi ishara hizi uzifanyazo isipokuwa Mungu yuko pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, Amini nakwambia mtu wa Keroka, amini nakwambia msikilizaji, mtu asipozaliwa kwa mara ya pili hawezi kurithi ufalme wa Mungu. Endelea mbele.
Nikodemo akamwambia Yesu, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweze kuingia tena tumboni kwa mama yake. Mara ya pili akazaliwa. Yesu akamjibu akamwambia, Amin nakwambia Nikodemo, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi akaenda uzima wa milele. Endelea fungu la 6. Inasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa roho ni roho. Mtu akiroka ndio anasikiliza. Mwingine anatembea njiani, mwingine yuko hapa amekaa, mwingine yuko kwenye duka lake. Yesu anamjibu mwanasheria Nikodemo, anamwambia Nikodemo, ni kweli watu wana shida ya kwenda mbinguni na watu wanataka waachane na dunia ya dhambi na Yesu atakuja kuwachukua. Lakini Nikodemo anaambiwa kama mtu anataka uzima wa milele ni sharti azaliwe mara ya ngapi jamani? Ya pili. Na tena azaliwe kwa maji na kwa roho. Jamani, kwa maji na kwa nini? Roho. Na ndio maana Yesu akatuonyesha njia. Yesu kama mwokozi wetu akabatizwa mto wa Yordani, akabatizwa maji mengi, na mtangaza Yesu kama njia ya kwenda uzima. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Kama unaelewa mafundisho haya, punga mkono na maite na amen. Wakati tunaenda mbele, swali langu linaendelea kwa hili: je, ikiwa Yesu alibatizwa ubatizo wa maji mengi, na ikiwa mtu hataenda katika ufalme wa Mungu bila kubatizwa ubatizo, kwa nini ubatizo wa maji mengi? Ishara yake ni nini? Warumi 6 mstari wa 1 hadi wa 6. Wa kwanza nasema, tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi. Ili tudumu katika dhambi. Ili neema izidi kuwa nyingi. Hasha. Sisi tuliofia dhambi. Tutaishije tena katika dhambi? Na hapo hebu tulia kwanza msomaji. Kuna mafundisho ambayo tutaendelea kuangalia mbele ya safari. Mwandishi anaandika anasema, je, tutende dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Na kuna watu ambao wamekuwa wakifundisha watu, wengine ni wachungaji wenzangu, wengine ni wainjilisti wenzangu, wahubiri wa injili wenzangu, wanawaambia watu ya kwamba tunaokolewa kwa neema. Sasa maandiko yanasema, je, kama kweli neema ya Kristo iko kwetu, je, ndipo tuendelee kufanya dhambi? Biblia inasema hasha, sisi tuliokufa katika dhambi hatuwezi tukatenda dhambi tena. Jamani, Bwana asifiwe. Na Biblia inasema dhambi ni uasi wa sheria, yani dhambi ni uasi wa amri 10. Na waambie watu wa Kenya, watu wa Keroka, ya kwamba hata kama Yesu alikufa, lakini neema yake ingalikuwa nyingi, inatubidisha tuishi maisha yasiyo na dhambi na wala sio kufanya dhambi. Neema ya Kristo ingalikuwa nyingi, inatubidisha ituokoe na tuachane na dhambi. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Achana na mafundisho ya uongo, mafundisho ya kitapeli, mafundisho ya ulaghai, mafundisho yasiyojali Biblia. Nataka nikuambie, kama neema imekuwa nyingi, dhambi yapaswa kufa pia. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kama unanielewa nipungie namna hii. Lengo la Yesu kufa ni ili mwanadamu anapoasi, mwanadamu anapoanguka, asibaki katika dhambi, bali ainuke aone damu ya Yesu Kristo, na wala sio mafundisho yanayosema msiangalie amri 10 maana kuna neema ya Kristo. Nataka nikwambie, Yesu alikufa ili tuwe na uzima, tena maandiko yanasema kisha tuwe nao tele. Jamani, Bwana asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Hayo ndio maandiko matakatifu. Sasa endelea kusoma ili tupate muktadha. Amfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu. Je, amfahamu kwamba sisi sote
tuliobatizwa katika Yesu Kristo, tulibatizwa katika mauti yake, tulibatizwa katika mauti yake, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo, kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wake wa Baba yake, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Endelea kusoma, tumsoma. Kwa maana watu wakeroka kama tulivyo unganika pamoja na Kristo katika mfano wa mauti yake, kadhalika hivyo hivyo kwa mfano wa kufufuka kwake. Nataka niwaambie wasikilizaji wangu ambao wengine mko barabarani, ambao wengine mko kwenye maduka, ambao wengine mnasikiliza hapa, Yesu alikufa, na hivyo kila anayebatizwa anaashiria kwamba Yesu alikufa akafufuka tena. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Kukataa ubatizo wa maji mengi ni kupinga kwamba Yesu hakufa na kufufuka. Kwa hiyo tunataka tuseme nini? Yule ambaye anafundisha kinyume na ubatizo wa kweli wa kuzamishwa, kitendo cha mimi Fadhili Rugwa nilipobatizwa na kuzama katika maji na kuibuliwa tena juu, nimetangaza kwamba Kristo alikufa, sasa amefufuka. Mimi na wewe sote ni washindi. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Watu wakeroka, kama unalielewa neno la Bwana, punga mkono namna hii. Ukweli usiopingika ni huu: kama tutabatizwa kwa maji mengi, kama tutabatizwa kwa batizo mwingine, tutakuwa tumekiuka amri na mwelekeo wa Bwana. Labda tuende Matendo 22. Matendo 22 mstari wa 16. Nasema, basi sasa watu wakeroka, unakawilia nini? Unakawilia nini mtu wakeroka? Simama, ubatizwe, ukaoshwe dhambi zako, ukaliitie jina lake. Biblia inasema basi mtu wakeroka, kama Yesu alibatizwa, kama kubatizwa ni kuonyesha ishara ya ushindi kwamba Yesu alikufa akafufuka, Biblia inasema basi unakawilia nini? Basi unakaa nini kwenye dhambi? Mbona unakaa kwenye dimbwi la ulevi? Mbona unakaa kwenye dimbwi la uasherati? Mbona unakaa kwenye dimbwi la uganga na uchawi? Mbona unakaa katika dhambi? Yesu anasema basi simama ukabatizwe. Jamani, Bwana asifiwe. Watu wakeroka, Bwana asifiwe. Katika kubatizwa kuna kupokea Roho Mtakatifu. Labda kabla unataka kunielewa, nataka pia tusome Wakolosai 2 mstari wa 12 na mstari wa 13. Biblia imetoa mafungu mengi yanayozungumzia ubatizo. Wakolosai 2:13. Wakolosai 2 mstari wa 12 na 13. Mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Na katika huo mkafufuliwa pamoja naye. Na katika ubatizo mmezikwa na sasa mnafufuliwa pamoja na Kristo. Nataka watangazie kwamba mtu yeyote ambaye anaamua kubatizwa anazika maisha ya kale na anapata upya wa maisha mapya ya uzima. Haleluya, haleluya. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ukiamua kubatizwa, umeamua kuzika maisha ya dhambi na kuibuka na maisha ya uzima tena, na Kristo anapenda watu watakaofuata nyayo zake. Labda kabla ukitaka kunielewa, nataka tusome kisa katika jioni ya leo, kisa cha pekee katika kitabu cha Matendo 8. Fungua Matendo 8 kuanzia mstari wa 25 na kuendelea. Msomaji, utasoma mafungu haya, maana tuko kwenye darasa la neno la Mungu, darasa ambalo linatoa ukweli wa ubatizo wenyewe. Na nikasema hapa, labda nirudie tena, ikiwa kuna mtu ambaye ataenda kwa kiongozi wake wa dini au atafungua Biblia mwenyewe akaleta ubatizo wa maji machache au ubatizo wa kitu kingine, nitatoa kwake zawadi ya 5,000 ya Kenya mbele za watu wote. Wakati tunaendelea mbele, msomaji wangu, soma Matendo 8 kuanzia mstari wa 25. Nao walipokwisha kushuhudia na kuhubiri neno la Bwana. Nao walipokwisha kushuhudia
na kuhubiri neno la Bwana. Wakarudi Yerusalemu. Wakahubiri injili katika vijiji vingi sana vya Samaria. Ndio. Malaika wa Bwana akasema na Filipo. Akamwambia Filipo, akamwambiaje? Ondoka ukaende upande mwingine. Hata njia ile teremkayo kutoka Yerusalemu kwenda Gaza. Sawa msomaji. Endelea mbele. Nayo ni jangwa. Sawa. Naye akaondoka akaenda. Mara akamwona mtu wa Kushi. Toashi mwenye mamlaka. Chini ya kanda yake. Ndio. Aliyewekwa juu. Wakati jioni ya leo tunaenda kumaliza mahubiri haya, ninataka kisa hiki kikakae masikioni mwetu na kafanye kazi ya wokovu wetu. Ndio, endelea. Aliyewekwa juu ya hazina yake yote. Alikuwa amekwenda Yerusalemu. Roho akamwambia Filipo, sogea karibu na gari hilo, ukashikamane nalo hilo gari. Basi Filipo akaenda mbio katika gari lile, akamsikia anasoma chuo cha nabii Isaya. Akanena, je, yamekuelea maneno haya unayoyasoma? Akasema, nitawezaje kuelewa mtu asiponiongoza? Akamsihi Filipo apande na kuketi pamoja naye. Na fungu la maandiko aliyokuwa nikisoma ni hili: aliongozwa kwenda machinjoni mwana-kondoo, na kama vile mwana-kondoo alivyokimya mbele yake akamtia manyoya, vivyo hivyo yeye naye afunue kinywa chake. Katika kujidhiri hukumu yake iliondolewa. Ni nani atakayeeleza kizazi chake? Kwa maana uzima wake umeondolewa katika nchi yao. Endelea mbele. Yule toashi akamjibu Filipo. Akasema kwa Filipo, na kuomba nabii huyu asemaye maneno haya kwa habari ya dhambi, ni habari zake mwenyewe au kwa mtu mwingine. 35. Soma msomaji. Filipo akafunua chuo cha nabii, kinywa chake akasema, naye akienda kwa andiko hili hilo akahubiri habari njema za Yesu. Wakawa wakiendelea na safari, wakafika mahali penye maji. Yule toashi akasema, jioni ya leo, sikiliza hapo, tazama maji haya tele. Ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Yesu alibatizwa kwa maji mengi, lakini pia toashi alipoelewa neno akakutana na maji mengi. Toashi akajitoa kubatizwa. Jamani, Bwana asifiwe. Wapendwa, Bwana asifiwe. Angeweza kujitoa mahali gani kama sio hapa kwenye maji mengi? Na toashi alipojitoa na akasema, niko tayari kubatizwa, ndipo endelea malizia pale msomaji. Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ambaye anabatizwa ni yule ambaye anasema, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Sasa nauliza swali, mtoto mdogo atafikia wapi kujifunza kama Filipo? Najiuliza, je, mtoto mdogo ataweza kuamini lini mpaka akabatizwa? Ukweli wa mambo yote jioni ya leo, Yesu anasema, mimi ndiye kweli na neno langu ndilo kweli. Yohana 17:17 inasema, watakase kwa ile kweli, maana neno lako ndilo kweli. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ubatizo wa kweli ambao hajachakachuliwa, unataka mtu aliamini tena akakubali tena akawa tayari kubatizwa. Labda tena niombe kusoma Matendo 2:38. Matendo 2 aya ile ya 38, Acts of Apostles.
Nasema Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja. Watu wakiroka, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Amen. Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo, ndio mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea vipawa cha Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Yeyote anayebatizwa anapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, na inasema basi tubuni mkabatizwe mpate ondoleo la dhambi. Na ninatangaza jioni ya leo, yeyote atakayejitoa kubatizwa na Mungu akampokea akabatizwa kwa jina la Yesu, atapata ondoleo la dhambi. Shangilia ukisema amen. Jamani, shangilia ukisema amen. Haijalishi umefanya dhambi gani, haijalishi umefanya kosa gani, haijalishi watu wamekuona katika pombe, haijalishi watu wamekuona katika uzinzi, haijalishi hujawahi kwenda kanisani miaka mingi, haijalishi kuna dhambi umetenda, amua jioni ya leo. Biblia inasema basi enyi watu wa kiroka, kubalini mkatubu na kubatizwa mpate ondoleo la dhambi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Wapendwa, Bwana asifiwe sana. Katika ubatizo kuna ondoleo la dhambi. Labda tunapoenda katika vilele kabisa vya masomo haya, masomo yanayobadilisha maisha yetu, masomo yanayotuongoza katika ukweli, swali langu ni hili: je, mtu anaweza akabatizwa tena? Ufunuo 3 mstari wa 19. Wote wanipendao. Ufunuo 3 mstari wa 19 ndio inayosomwa hapo. Wote wanipendao mimi nawakemea na kuwarudi. Basi uwe na bidii ukatubu. Biblia inasema wote ni wapendao na wakemea na kufanya nini tena, wapendwa? Na kuwarudi. Biblia inasema mtu yeyote ambaye anampenda, Biblia inasema, Yesu anasema ikiwa atapata mtu ambaye anampenda, ana tabia ya kumkemea na kumrudi. Sasa iko hivi, ikiwa dhambi uliyotenda ni ya wazi, utapata toba ya wazi. Kama umepata kutenda dhambi sirini, utapata toba ya sirini. Lakini wote ni wapendao na wakemea na kuwarudi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hata kama ulibatizwa ukatanga mbali na dhambi, ukatanga mbali na Bwana, ukawa mbali na Bwana, jioni ya leo nakualika ukatubu tena upate ondoleo la dhambi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Wapendwa, Bwana asifiwe sana. Ni katika ubatizo Nikodemu akauliza, kuna njia nyingine ya kwenda mbinguni? Akaambiwa Nikodemu, hakuna njia nyingine isipokuwa mtu atubu na kubatizwa na kisha apate ondoleo la dhambi. Haleluya, haleluya. Jamani, Bwana asifiwe. Jioni ya leo kwaya iko wapi inapoenda kuimba? Maana sasa tunataka tufikie tamati ya hotuba hizi. Kwa ile yetu ya wageni inapokuja kuimba wimbo wetu ule mzuri, watakuwa wakiimba kwa kutulia, watasimama tu hapa mbele kwa wakati huu, na ndipo nitaita mtu mmoja tu ambaye anasema, mchungaji, nimekaa kwa muda mrefu, nimebatizwa ubatizo mwingine, lakini nimejua ubatizo wa maji mengi ni ubatizo wa kweli. Na yuko mtu ambaye anasema, mchungaji, nataka kubatizwa nipate ondoleo la dhambi. Sijawahi kujua kwamba kama sijabatizwa sitaokoka, maana aaminie na kubatizwa ataokoka, bali asiyeamini atahukumiwa. Jamani, Bwana asifiwe sana. Amen. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Na mtie moyo jirani yako, mtie moyo rafiki yako ambaye unatamani abatizwe, hata kama uko kule dukani, hata kama uko kule barabarani, hata kama uko mahali popote, aaminie na kubatizwa ataokoka.